Maisha tuliyo nayo yamejaa kuamua kwingi, na matokeo tuliyoyapata kwenye maisha ni matokeo ya maamuzi tuliyowahi kuyafanya katika maisha. Sasa hakikisha unazingatia mambo yafuatayo kabla haujaamua jambo au kitu kwenye maisha yako. Kitu cha kwanza, zingatia kufanya maombi au kumwomba Mungu kabla haujafanya maamuzi. Kitabu kile cha Samueli wa pili sura ile ya 30 mstari wa kwanza, tunaona habari ya mtumishi wa Mungu Daudi. Wakati alipokimbizwa na mfalme Sauli, aliishi kwenye mji mmoja inaitwa Siklagi. Daudi na watu wake waliporudi katika mji ule wa Siklagi, walikuta mji umechomwa moto na wake zao na watoto wao na wanaume wengine waliokuwa wamebakia wamechukuliwa mateka. Biblia inasema Daudi pamoja na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao wakalia. Walipokuwa wana nguvu za kulia tena, Biblia inasema Daudi akainuka. Licha ya kwamba alikuwa amefadhaika na alikuwa analia, Daudi akaona kulia sio solution. Kwa hiyo akaamua kujitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Na wakati Daudi alipoamua kujitia nguvu, aliamua kuwaendea Waamaleki. Lakini kabla hajawaendea Waamaleki, Daudi alimwambia kuhani Abiathari mwana wa Ahimeleki kwamba amletee naivela. Kwa hiyo akamletea naivela, na Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Bwana akamjibu akamwambia, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe hukosi utawaponya wote. Daudi akaenda yeye na wale watu 600 waliokuwa pamoja naye, nao wakafikiria kijito Besori ambapo wale walioachwa nyuma walikaa. Bwana asifiwe. Sasa tunaona nini? Tunaona kwamba Daudi kabla hajaamua kuwafuata Waamaleki, sio kwamba uwezo hakuwa nao, kwa sababu alikuwa na jeshi la watu 600, lakini aliamua kwanza kumuuliza Bwana. Neno kuuliza Bwana maana yake aliingia kwenye maombi ya kutaka shauri la Bwana before hajafanya maamuzi. Kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 30 mstari wa kwanza, maandiko anasema, ole wa watoto waasi, asema Bwana, watakao mashauri lakini hawayataki kwangu. Kwa hiyo kulingana na ili andiko, hakikisha kwamba before to make any decision in your life, ask God. Muulize kwanza Mungu. Kwa nini? Tuangalie umuhimu wa maombi ya kabla ya kufanya maamuzi. Kwa nini muhimu kufanya maombi kabla hujafanya maamuzi? Zaburi sura ya 32 mstari wa 8 anasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Kwa ni muhimu kuomba kabla ya kufanya maamuzi, kwa sababu maombi kabla ya maamuzi yatampa Mungu nafasi ya kukufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Kunampa Mungu nafasi au kunamfungulia Mungu lango la kukushauri, na kunafungua au kunampa Mungu nafasi ya kukutazama. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni binti au kijana, hujaoa hujaolewa, Mungu atakufundisha ni wapi mume wako sahihi yupo, atakuonyesha ni wapi mke wako sahihi yupo, na atakushauri ni mtu yupi sahihi wa kuolewa au kuoa. Na kama wewe ni mfanyabiashara, unatafuta mtu sahihi wa kukaa kwenye duka lako kwa ajili ya kukusaidia kazi pale dukani, au unatafuta mtu sahihi wa kubaki na watoto wako nyumbani, au sigelo au boy, Mungu atakuonyesha ni nani anayestahili au mtu sahihi gani wa kukaa na duka lako na kusimamia biashara yako pasipo wewe kupata hasara.
Mfano mzuri ni kijana Yusufu nyumbani kwa Potifa. Alifanyika baraka kiasi kwamba mambo ya nyumba ya Potifa yalienda vizuri. Na kama wewe unatafuta usigelo au houseboy, Mungu atakufundisha na kukuonyesha ni usigelo gani mzuri sahihi wa kubaki na watoto wako na kuwalea pasipo kuwanyanyasa. Mungu atakufundisha kwenye maisha ya kwako. Umuhimu wa pili wa maombi kabla ya maamuzi tunauona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza na mstari ule wa 21 hadi wa 26. Nitasoma mstari wa 23. Wakaweka wawili, Yusufu aitwaye Barsaba, aliyekuwa na jina la pili Yusto, na Matia. Kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuaye mioyo ya watu wako wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili ashike mahali katika huduma hii, na utume huu aliyoukosa Yuda aende zake mahali pake mwenyewe. Mstari wa 26. Wakawapigia kura, kura ikamwangukia Matia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Kwa hiyo tunaona Matia anachaguliwa kuwa mtume wa 12 baada ya kuwa Yuda aliyemsaliti Yesu amejiua. Kabla ya kula kumwangukia Matia, ni kwamba mitume waliingia kwenye maombi ya kuomba Mungu awaonyeshe ni nani aliyemchagua kati ya wale wawili waliowainua ili washike nafasi ya Yuda. Kwa maombi kabla ya maamuzi yatamfanya Mungu akufungue macho na kuonyeshe kitu sahihi alichokipanga kwa ajili ya maisha yako. Bwana asifiwe. One thing to remember, you don't make any decision in your life without prayer. Make sure you pray and then make decision, and God bless you.